Kama tulivyoahidi, madini ni mengi, kwa hivyo bado tuko na yeye Awad Salim, producer Shirko, ama ukipenda teacher. Hii ni part 2 tuweze kuelewa mengi zaidi baada ya sasa ya rasmi kurudi Mombasa, kuanzisha Shirko Media Mombasa. Kipi amekuwa kikifanya, changamoto ni gani, fursa ni gani, mawaidha yake kama legend kwa mziki wetu wa Mombasa ni gani? Kama nilivyokuwa nakwambia teacher, mimi nilifurahi sana sana ulivyo set studio pale. Nakumbuka Ganjoni pale. Nilipata bahati nikatembelea. Kwa sababu nilikuwa naona rasmi sasa mtu ambaye ametengeza giants wa mziki Tanzania. Kumekuwa na fursa wa kutengeza the same giants in Mombasa. Kwa sababu in as much as pengine Tuberi walikuwa ni wakubwa, Berry Black alikuwa ni mkubwa, mimi na imani ule ushirikiano wako pale ndio uliofanya pia wakawa wakubwa huko. Kwa sababu watu walikuwa wana relate, huyu ni wetu. Kwa hivyo tunaona huyu ndo amewa introduce hawa huko. Same tu ya Motoband. Ya Motoband walikuwa wakubwa sana. Lakini sisi tukiamini na tukijua kwamba kuna mkono wa mwenzetu pale, mtu wetu pale, again ina push zaidi. Kwa hivyo ilikuwa ni furaha kubwa kurudi Mombasa kwako rasmi. Sijui wewe ulichukuliaje na umeona nini? Mimi nimechukulia kwamba ni safari yangu nyingine ya kuprove ule uwezo wangu na ile elimu yangu niliyokuwa nayo, mawazo, fikra na ubunifu ambao ungeweza kuja kuongeza kitu kwenye industry. Na sikuiona kwamba ni industry ngumu sana ya kudeal nayo, kwa sababu ina wasanii wachache tofauti na kule nilipotoka. Lakini pengine nilikuwa na high expectation kwamba nitarudi kwenye maisha ambayo yamebadilika, ambao kutakuwa na ushirikiano tofauti na ilivyokuwa mwanzo. So ushawishi wa kuanzisha studio, tulikaa watu watatu, mimi na Saad Faraj na Salim yule wa Kamis. Tukashirikiana na wakasema wao wanataka tufungue studio. Japokuwa wao walikuwa na vision tofauti na mimi vision yangu ilikuwa tofauti. Wao walikuwa upande wa Saad, yeye alikuwa anataka maybe kutengeneza source ya awakening ya industry ya kaswida na nini. Upande wa Salim alitaka kupromote Islamic Swahili Arab attire kupitia industry ya kitachozalishwa studio. So yeye alikuwa na vision ya marketing on the side of the studio. Lakini with me nilikuwa na vision kubwa zaidi kwamba iwe ni fursa kwa wasanii wa Mombasa ambao mimi ndio nilipozaliwa, kuwa watapata nafasi sasa ya kufanya kazi na mimi. Na pia mimi nitapata kufanya kile nilichokuwa nawafanyia wale wengine wakafanikiwa, niweze kukifanya. Na kwa bahati nzuri nilifanikiwa kwa kiasi chake, kwa sababu unajua kama nilivyokuambia, lengo la studio kulikuwa na vitu vitatu tofauti. Sote ni waanzilishi wa studio ile ya Shirko Media, lakini huyu alikuwa na vision tofauti na huyu tofauti na huyu tofauti. So sehemu yangu nilikuwa najaribu kubeba uzito wa hivi vitu vyote, kuviweka sehemu moja, lakini nilikuwa peke yangu. Na watu wengi walikuwa wanategemea sana nilemee sana kwenye kuinua vipaji, na mimi nilikuwa ndo matakwa yangu kabisa. Lakini sasa wenzangu ambao wameinvest nao walikuwa wanapigania vision zao, so kama tunavutana wenyewe kwa wenyewe huko, na ikanipatia nafasi ndogo sana ya kutanua sasa creativity na ile vision yangu. So tukatengeneza makaswida mengi, tukatengeneza hizo nyimbo za matangazo ambayo yalikuwa na faida katika vision zao. Lakini sasa watu wakai understand tofauti Shirko Media katika mwanzo wa kufungua. Watu waliona mbona kani studio ya kaswida. Unaelewa? So mimi nikataka kuprove watu wrong. Nikapata msanii Ali Mahaba. Aliletwa kwangu,
tufanye naye kazi, na yeye ndio alikuwa msanii ambaye mimi nilikuwa nataka kuwaonyesha watu kwamba nitamjenga huyu, nimuonyeshe kwamba kile nilichokuwa nakifanya kwa kina Slay, kwa kina nani, kwamba huyu naweza kukifanya kwake. Na nikachukua watoto ambao wana vipaji, watoto wa kike, Sai Kenya kipindi kile, Akila, nikawaimbisha covers katika kutaka kujenga route tofauti ya to fame ile ambao inahitajika kwao, kwamba watu hawakunielewa kwamba mbona huyu awatengenezei nyimbo zao, anatengenezea cover. Lakini mimi nilikuwa na idea tofauti. Nisema hawa wataimba cover ambazo za wasanii ambao mimi nina connection nao, najuana nao, ambao ni marafiki zangu, ambao ni rahisi sana kwamba kila shaimba nyimbo nampatia Zuchu, chukua hii naomba uposti, huyu ameimba nyimbo yako, amekuenzi. Mbosso, huyu chukua ngoma hii hapa, sijui Mario, chukua hii ngoma hii hapa. Na walikuwa wananisikiliza mimi, wale wadogo zangu, wakaamua kupost na zikawajenga sana kiasi kwamba kila mtu anataka kujua huyu ni wa wapi, huyu ni wa wapi, huyu ni wa wapi. Pata mashabiki mchanganyiko Tanzania, Kenya na sehemu nyingine zote. Then sasa ndo nikaanza kuwaimbisha sasa nyimbo zao, which watu walitegemea mimi nitatumia njia zile zilizozoeleka, which njia zilizozoeleka watu washatumia sana, watu washaimba manyimbo mingi sana, lakini nyimbo zikawa zinaishia hapa. Lakini kwa kile nilichokifanya kilitengeneza shortcut ya umaarufu wao kupitia ile sanaa yao walioifanya. Then sasa from hapo watu wakaanza kuja close sasa, wale ambao walikuwa nadhani ni studio ya Kasida wakaanza kuja kurekodi na mimi. Wengine wakawa wanatamani tu ile sign tu ile SHR keo iwepo pia kwenye nyimbo zao, nao pia walikuja saidi yao kwa sababu inawasogeza. Yes. Kwa hivyo kwa Ali Mahaba, Sai, Akila, ulikuwa unawa manage? Nilikuwa na wa manage. Kwa hivyo ilikuwa kama record label. Upande wa Ali Mahaba ilikuwa tofauti, kwa sababu Ali Mahaba alikuwa na management yake ambayo ni ATL Music. So ATL Music, yule mkurugenzi wa ATL Music, mimi kwa upande mwingine ni shemeji yangu. Na alinitafuta akanambia, Shirko, mimi nataka nikukabidhi huyu msanii, wewe umsimamie anything about investing na nini, niambie mimi, nataka tushirikiane, mawazo yako na nguvu yangu niliyokuwa nayo. Kweli mimi nikasema basi sawa, tunaweza tukafanya kazi pamoja. So tukafanya kazi timu mbili na Ali Mahaba, tukaweza kufanikisha mpaka ilipofika. Though mbele ya safari bosi naye nguvu ilimuishia, tukaamua kumsimamia sisi kama sisi, kitu ambacho nguvu haikuwa kama ile ya mwanzo, kwa sababu ya mikataba ilivyokuwa tofauti, kwa sababu hakukuwa na mikataba ya sisi kutake over 100%. Wale wana nafasi yao na sisi tuna nafasi yetu. Kwa hiyo sasa kuproceed ikawa ni ngumu, ni mpaka sote tuwe na makubaliano ya kufanana ya kumpushi msanii. Lakini kulipokuwa na mvutano, hawa wanataka haki zao na sisi tunataka usimamizi na haki zetu, kidogo ndo ikayumbisha proceedings za mambo na Ali Mahaba. Upande wa Akila, wale familia yake walikuja kuamini kwamba wao wanaweza kumsimamia Akila kwa wakati huo. So lakini approach yao ya decision hiyo haikuwa nzuri sana, cause walipokuja na Akila, tulipotaka kufanya naye kazi, tulikutana wazazi na wajomba zake na ndugu zake, tukaongea pamoja kama familia na vision na kila kitu. Mikataba? Yes, na mikataba na kila kitu. Lakini sasa later on watu wakawa huko walipo, mtu anataka kutake over social media accounts, sijui nini. So kitu ambacho ilikuwa ilihitaji tukae chini tuzungumze, lakini haikuwa hivyo. Sasa baadaye sisi tukatumia action zetu ya nafasi yetu na haki zetu kutetea, na wao wakatumia nafasi zao. Kesi ikawa ndefu sana, kulikuwa na mpaka mambo na sijui na DCI sijui nini si tukaambia kwamba yani nguvu ikawashinda, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hivi vitu vyote na sisi ndio tulitengeneza hii vision na kila kitu.
So na sisi hatukuwa na makosa, tuliwaita njoni tukae tuzungumze, lakini wao hawaku respond vile ilivyotakiwa. So ikabidi media sasa wameanza kuingilia kati, sijui nini, Shirko ongea saidi yako, si tunasikia saidi ya Akila tu. Mimi niliwakataza timu yangu yote, niwaambia hakuna kuongea kitu chochote, cause ni issue ina involve family matters. Tutakuja kutengeneza depression kwa huyu mtoto wa kike asiendelee kufanya mziki tena, kwa sababu hivi vitu vina involve mpaka mama nani. Kwa ili tulinde heshima ya familia, basi haya mambo yanafaa kustop, kwa sababu end of the day sisi pia jamii zetu haziruhusu kuongea mambo ya aibu, kuaibishana, just kuwatajirisha media wapate content zao. So tukaachana kwa style hiyo, japo Akila alifanya ma-interview kibao, lakini mimi nika expect kwamba hizo interview alizokuwa anazifanya zimnufaishe, zimsaidie, yani apate kitu, again kitu. Lakini matokeo yake ni media ndio imekuja kugain, yeye haja kuja kugain. Alitoa manyimbo, hakusapotiwa ilivyostahili, na sasa nasikia haimbi tena. So inasikitisha kwamba kile tulichokuwa tumekipanga kiendelee, tulichokianzisha kwa furaha, afu kimekuja kucollapse katika mazingira ambayo sio. Sai tukafanya naye kazi. In fact kwamba chanzo unajua cha timu ya Akila kukasirika ni kipindi kile tulikuwa tunaanza sasa kumpromote Sai Kenya, kwa sababu Sai alikuwa very powerful in terms of watu wanavyompokea kwenye social media. Yani alipokelewa tofauti, yani ilichukua muda mfupi sana Sai kugrow, na hii ilitengeneza threat kwa wasimamizi wa Akila. So ikawa imejenga kitu kama hiyo bana, mbona hivi, mbona mnamposti huyu, mnamsifia sana, mbona hivi. Lazima tumpromote msanii, tumtaje kwa sifa zote, ni malkia wa sauti nzuri nini, cause ni njia ya kumbrand na kumpromote. Sasa ikajenga, kwa nini mnamfanyia huyu hivi, na wakati kila mtu alikuwa na time yake. So sisi hatukurudishwa nyuma na kauli hizo wala fikra hizo, tukasema acha tumpush kwa nafasi tuliokuwa nayo, na tukamjenga Sai. Na kila alivyo opt out, tukabakia na Sai. Tukaona ni rahisi sana kumjenga yeye, kwa sababu yuko peke yake. Lakini sasa with Sai, kadri tulivyokuwa tunaendelea naye akaja akapata changamoto za kwake, cause there was a time alikuja kulazimika kuingia kwenye mambo ya ndoa. Nakumbuka kipindi aliolewa, cause relationship yake ilichukua muda kiasi na nini, mpaka wazazi wakaja sasa, tunaomba mumrelease msanii huyu, sasa anatakiwa asafiri aende na mume wake, na mume wake ana understand mambo ya muziki, so anaweza kumsaidia kimuziki na nini. So sisi tuka accept. Sasa tukafikia kufikia kwenye terms sasa za mambo ya malipo vipi, tukaona kwamba tunawapatia changamoto kubwa sana na nini, hawana uwezo wa kurudisha, hawana uwezo. Ikabidi sisi tuhurumie, tuachilie. So akaenda, na pia kwa bahati mbaya ndoa yake haikuenda kama ilivyo, na akarudi, na alivyorudi sisi tukatushabadilisha terms, tumeupdate kwamba kila msanii tunataka kufanya naye kazi, mikataba inakuwa iko strong na nini, kuna vitu vingi. So tulikuwa tunafaa kukaa na yeye tena aseme anataka tufanye kazi vipi. Tunaweza tukasifanye kazi kama vile ilivyokuwa mwanzo, lakini tuna terms nyingine tofauti, na yeye akasema anavyotaka, na mikataba ikawa customized kwenda na vile anavyokuwa anataka, na sisi vile ambavyo tunaona it's best for her. Kwa hivyo ilikuwa Shirko Media imekuwa record label. Ilikuwa ni record label. Na niseme kando na changamoto zote ilifanikiwa. Mimi nakumbuka kipindi hicho niko Homa Bay, Kisumu, hakuna nyimbo yoyote ya Mombasa nilikuwa naisikia kando na Ujitume. Peke yake ndio ilikuwa nyimbo ya Mombasa ambayo nilikuwa naisikia. Kwa hivyo kwa kiasi fulani mulifanikiwa sana, kwa sababu mlileta watu ambao walikuwa hawajulikani, mkawapa majina,
na mkawatengezea vision. na Kwa nia- sasa bado ni record label. Kwa sasa sahii kidogo ni tofauti, na hatujaweka wazi, maybe labda itakuwa ni exclusive hapa, kuwa sahii tunasimama only into business terms kati yetu sisi na wasanii na mikataba yetu. Ile sasa ya kusimamia msanii mazima mazima kwa 100% au kwa 100% kubwa tunaidismiss kwa sasa, kwa sababu wasanii wanataka uhuru na wao waweze kufanya kazi na watu wengine, na pia sisi tulikuwa tunatumia nguvu nyingi sana ya kuplay part kubwa sana, which pia wasanii wanafaa kuunderstand ile nguvu yetu tuliokuwa tukiifanya, ili wao wakianza kusimama wao kama wao waweze kuiface na wao. So business side nikimaanisha kwamba vitu vingi ambavyo vitakuwa vina involve masuala ya malipo through projects, collaborating na nini na vitu vingi, commercial projects hizi za wanasiasa za kampuni tofauti ambazo zitamhitaji msanii through us, ndo tutakaa chini tuzungumze naye through mikataba, mwelewano, na kwa malipo yake yanayostahili kulipwa, na sisi yale ambayo tunastahili kubaki nayo kutokana na jitihada na nguvu zetu, then kila mtu sasa anachokipata aende akapambane na maisha yake. Hakuna tena yale mambo ya kufugana sasa. So tunataka tusimame saidi hiyo. Tunaona hiyo ndo inasaidia sana wasanii, kuliko mi niseme nikae na mtu miaka 2, 3, 4, 5, yeye ananitegemea mimi nimfanyie kila kitu, wakati akipata pesa katika yale ambayo tunampambania inakuwa ni pesa yake peke yake. Ushaona, which nadhani ni knowledge inahitajika kubwa sana kwa wasanii, kwa sababu most of record labels when it comes to percentage, sometimes zinafika mpaka 70% to 65%. Yeah. Alafu msanii anachukua ile kidogo, record label inasimamia kwa sababu inafanya kazi kubwa, marketing nini kila kitu, branding, vitu vyote, mpaka project management na kila kitu. Msanii anapata 1% yake ya kumaintain yeye mwenyewe na nini. Lakini msanii ukimwambia hivyo anakasirika, anachanganyikiwa. Mbona hivi? Hiyo ipo wapi? Mbona sehemu nyingine haifanyiki? Lakini hawafuatilii na hawasomi. So sisi tulikuwa tukiwahurumia sana wasanii wetu. Tulikuwa tukiwork on first ilikuwa ni 60-40, then tukenda mpaka 50-50, just kuwasaidia tu, lakini tukawaambia terms haziwezi kuwa kama ambavyo vile ambavyo mnavyotaka. Nyinyi mnataka tuwasimamie kila kitu, hatuwezi na hii percent iliyokuwepo. Ushaona kama vile miaka ya mwisho Wasafi walivyokuwa wanafanya kazi na Mbosso alikuwa anachukua 40%, Wasafi walikuwa 60%, lakini Mbosso alikuwa anajifanyia kila kitu, video nini, promo, kila kitu alikuwa anajifanyia yeye, na alikuwa anachukua 40%. So sisi hawa watu wanataka sisi tufanye kila kitu, tuchukue 50%. Kaja kuelezea haiweze, na ukiwaelezea hawaelewi. So kunahitaji elimu maalumu ya watu kuunderstand hivi vitu vinavyofaa kwenda, hii biashara, hii saidi ya biashara, when it comes to being managed by record labels na nini, na kusimamia na record label kuplay part yao 100%. So tukaona itakuja kutuletea shida, tutakuja kushikana mashati, tutakuja kuumizana vichwa, tukabidi tubadilishe mfumo. Kwa hivyo saizi hakuna mtu anaweza kusema yuko signed under Shirko Media. Hakuna mtu kwa sasa. Wengi wanamaliza tu ile time yao iliyoisha, then kama wanataka kuupdate mikataba na sisi, itakuwa katika mfumo huu mpya, hii format mpya. Kuna wasanii wengi Shirko wako nje huko. Mtu anasema yeye chipukizi, anaamini ana kipaji, anaamini akipata mkono wako itampeleka mjini. Process ya mtu paka kumfikia Shirko
kupata sikio lake, kuweza kupata studio time, ni vipi? A process si ngumu sana, because tuko na studio managers ambao wao hiyo ndio shughuli yao, just kunipunguzia mimi kazi, because kitambo nilikuwa mimi nikifanya direct communication na wasanii, na wengi wanapenda hivyo. Wanataka niongee na Shirko mwenyewe, nitamuuliza maswali anijibu, so nakuwa kana nafanya interview na wao lakini mimi sichoki yani kuongea nao, because na enjoy na ni vitu nime experience for so long. Lakini vile ambavyo managers wanavyo mhandle msanii na vile ninavyo mhandle mimi ni tofauti, because wao wako tu direct. Ushaona, mimi kwangu tutaongea, tutaelezana, tuonyeshana mifano, nitazungumza the whole picture, nitataka ni understand, nimpatie njia, unatakiwa ufanye hivi, we time yako ili utoboe utatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi. So mimi I'm very much easier to approach. Ni mtu ambaye sichoki, utaniuliza maswali 800 nitakujibu, nitajitahidi hata kama sina hiyo time, nitafanya bidii niwe na hiyo time. Lakini through my managers wako straightforward. Wao ni biashara tu, vipi njoo tarehe fulani session ni hivi na hivi na hivi. Lakini mimi kuna wengine wataka appointment kwanza, waongee na mimi, wakishaongea na mimi washawishike, kisha alafu ndio waje kuingia kibiashara, which mimi sikatai, na nimekiweka free hicho, na nimekiona ni kitu ambacho cha kawaida, na sitobadilika, nitabaki kuwa yule yule. So watu wasiogope, wasinione Shirko bana ni star, Shirko ni hivi ni hivi ni hivi. Mimi nikiwa Shirko yule wa ustar ni mwingine, na Shirko huyu wa kuunderstand na communicate na wasanii na kuunderstand na kujenga fikra na ile creativity, mimi ni mtu mwingine mwepesi sana wa kunifikia. Lakini pia wakitaka kujua na mambo na kibiashara, wanaelezwa kulingana na kila mtu uwezo wake, kwa sababu sisi tunampokea mtu kwa uwezo wake ulivyo, cause sisi hatutazamwi kama ni sehemu ya biashara tu iliyosimama kikamilifu. Bado kuna watu wengine wanatutazama kama sisi ni chanzo cha kuinua wasanii, au wasanii kuwa na hope ya kupata fursa ya kufanya kazi na sisi ili watimize ndoto zao. So lazima tu balance the side ya biashara na side ya kusaidia watu. Kwa hivyo unajaribu kadri ya uwezo wako. Yes, haiepukiki. Kwa sababu unajua ishajengeka kwamba Shirko anasaidia watu, Shirko anasaidia watu. Sasa sometimes hata kama sina uwezo wa kusaidia, lakini itabidi niishi maisha hayo, kwa sababu nikisema nikatae inakuja kuondoa side fulani yangu. Sababu hata nikiangalia message nyingi za Facebook, za Instagram, nyingi ni za wasanii wanaomba kusaidiwa. Shirko Media wasanii wake peke yake ndo wanaperform events za county. Najua ushaipata hiyo sana. Yes, watu wengi wanasema clear the air. Mimi nadhani watu wanatakiwa wa understand kwamba hizi show, kuna show ambazo za wasanii jumuiya, mfano kama hizi za 31st na nini, nishawaambia watu kwa uwazi kabisa bila kuficha kwamba hizi show za 31st ziko too political. Shona, zipo kisiasa sana. Kila mwanasiasa ana msanii wa eneo lake ambaye anampatia kipaumbele aje aperform. Kwa hivyo yani huwa ni wanasiasa wa maeneo bunge. Kwa mfano Jomvu atasema mimi nitaleta msanii. Kisauni atasema mimi nitaleta msanii. Kwa asilimia kubwa. Ile asilimia ndogo ni sisi ndo tunataka tu balance wale wasanii top artist ambao wanafaa wapate ile nafasi ya kuperform. Lakini sasa wengi wanataka majority ikue na hiyo fairness ya watu wote wanaostahili kuwepo, au ambao yani wanafanya vizuri kwenye wave na nini. Lakini sisi tunajaribu kutetea industry side yetu kwa majukumu tuliopewa, lakini side ya wanasiasa wa maeneo bunge pia nao wana majukumu yao
ya kuchagua wale watu wao ambao wanaofaa kuni. Ndio maana unaiona ile 31st utakuta kuna wasanii kama sijui ni anajiita Rayvanny yule, tukija kumuuliza nyimbo yake iko wapi, lakini ukiangalia kwenye eneo bunge lake yeye ndo anampambania mwanasiasa wake na anakuwa available katika kila project ambazo anazohitajika. So ipo hivyo kwa upande huo. Hii nyingine show za department hizi ni wasanii wameimba nyimbo maalum kwa ajili ya project hizo. Mfano kama ODM 20 ni wasanii ambao wamejitolea, wengine wameimba kuhusu ODM. Sasa kuna msanii mwingine na principles zake bwana, hataki kuimba mambo ya chama, mambo ya nini, hataki kusaidi huku wala huku, kwa sababu anataka kuwa neutral kutokana na mashabiki zake. Wengine wako saidi hii na wengine wako saidi hii. Wale ambao wamejitolea na wale ambao sio waoga wameshaamua kujitangaza saidi moja au saidi hii, ndio wanaamua kuingia mazima kwenye project zile. Kama zile project za ardhi zile, ni wasanii wanaingia studio, wanajitolea, wanaenda kuimba nyimbo zile projects nyingi. So ni wasanii ambao wana take time yao kufanya kazi zile pale, na zinakuwa awarded kupewa show kama hizo, kozi wao ndio first priority wanaofikiriwa. So nikisema kwamba kama kuna wasanii watakubali kuimba nyimbo hizo katika kusifia miundombinu inayoandaliwa mashinani na sehemu nyingine, na kujenga mashairi au maneno mazuri ya kutangaza mji na nini, ndio tunaona ma content creators wanapata hizi deal sana, kwa sababu hawaogopi. Wanaenda, utakuta mtu anaenda anasimama barabarani anafanya content yake, anasifia 1 2 3 4 5, end of the day kazi zikitoka yeye ndo wa kwanza anaifikiriwa. Kwa hivyo wa criteria ni hiyo. Mtu kama amejitolea kaingia department mtu akiamua aseme bana, mimi nataka kuimba kuhusu nini, uzuri wa Mombasa au blue economy au nini, imba. Ukishaimba ikiwafikia nyimbo wahusika wakipenda, watakufikiria wewe. Lakini ukianza kukaa chini kukilalamika, anapewa huyu na wewe huonekani kufanya, inakuwa ni haiko sawa. Lakini wewe pengine ishai kukupata hicho ambacho watu wanakulalamikia nacho. Yes. Wewe mwenyewe pia kuona kuna watu fulani wanakuzuia usifike sehemu fulani. True, wapo watu ambao wanazuia, lakini mimi naweza kusema kwamba kila mtu anatakiwa awe na principles zake. Hutaki kuchoka kwenye mambo ya kisanaa. Ukisema wewe unaenda kama kufuatilia kitu alafu ukafeli, alafu ukakata tamaa, yani sidhani kama utakuwa na maisha marefu sana kwenye sanaa. Na si kwenye sanaa, kwenye kila kitu. Mbona mtu akienda kumtongoza mwanamke anaenda anatumia kila njia, mapesa, aende akakodishe gari, akaenda akataka azime nguo nini, end of the day kumimpress mtu mpaka kukubalie. End of the day mwanamke ishakuja kukubalia, ndo akija kuona wewe ndo maskini una mpango wote. Kwa hivyo ni wasanii wasichoke, kwa sababu sawa, mtu hatakuona leo, hatakuona kesho, atakuona kesho kutu, hatakuona mwezi huu, atakuona mwezi huu mwingine. Unatakiwa kutumia kila njia, kwa sababu binadamu sisi hatuwezi kuwa na makufuli ya milango 800 ambayo ameiumba Mwenyezi Mungu. Utafungiwa milango 300, lakini kuna milango 500 ipo wazi. Lakini kama si mtu wa kujibidiisha, si mtu wa kujisumbua. Mimi napenda sana majenzi kwenye industry wanavyokuwa wasumbufu. Yani wanajitahidi kwa kila njia, wanapambana. Wanashajua tumefeli kwenye radio huko hatuchezwi, tunaenda kwenye TikTok huku. Washajua kwenye TikTok huku kumefunguka, wanaenda kwenye Facebook haziendi, sijui nini, views haziendi, tunaenda kwenye Instagram. Kote lazima kuna njia moja ipo wazi inakusubiria wewe. Hata sisi tukielezea stories zetu mpaka tunakuja kufikia hapa, kuna sehemu nyingi sana tumefeli. Tumekosa, tumebaniwa kabisa. Misha kuja kubaniwa mchongo wa Universal Records. Produce? Yes, yani walikuwa wanahitaji Aslay na mimi tu peke yake. Kipindi kile ya moto ndo iko juu.
mabosi wakiangalia tukimtoa Shirko na Slay hapa hakuna ya moto ya moto imekufa. Ikakufa. Ilikuwa ni deal kubwa ya pesa nyingi, mamilioni, tulikuwa maisha yetu yabadilike. So vitu kama hivyo vipo. Nikisema mimi nikate tamaa baada ya kusikia failure kama hiyo au watu kutufailisha kwa namna hiyo, si ningesema mimi naacha muziki naenda zangu Arabuni supermarket kuuza. Ungekuwa zako na shughuli zingine. Yeah. Ticha, tukichukua simu yako saizi, wasanii gani 5 wa Mombasa wako top kwa playlist yako? Unawasikiza sana? Mimi namsikiliza Echo 254. Yes, namsikiliza Dazzler, of course, Ali Mahaba. Namsikiliza Mr. Bado. Na nasikiliza makamanda koza waipu Kiki. Watoto wetu yani ndani ya nyumba unakuta nyimbo zao ndo hizo wanacheza. Yes. So na wengi ambao generation ya sasa ambao wanafanya hip hop iko juu. Hata mimi wamenishawishi like I need to create a program ambayo itatengeneza fursa kutengeneza this generational hip hop music ya hawa wasanii ambao wa sasa tuweze ku-evolve. Pengine labda kuna mziki sehemu fulani unagoma kufika au hutaki kufika, maybe unahitaji some little touches or little ideas ambazo zingeweza kufungua. There na mpaka sasa najaribu kufikiria tunafaa kufanya nini kutengeneza fursa kwa hawa wapya, tujue mimi naweza kufuse nini, collaboration kati yangu mimi na wao tunaweza kujenga nini. That is what I'm really looking forward kufanya hizi projects za hip hop hizi, hawa watu wa drill, watu wa trap na nini. Kuna kitu wako nacho. Wengi wanaona kwamba like it's like these big names are trying to take advantage ya kufanya kazi na wao ili kujisukuma wao, but mimi I'm looking at this in a different perspective. Kwamba nataka kuongeza kitu changu. I think I have ile madini ambayo it's very much untouched kwenye side yangu ambayo naweza kuigift kwao ikaweza kuongeza kitu. So generation ya sasa inatulazimisha tusikilize na tunasikiliza. Na tunawasikiza. Yes. Mmoja wa muziki ambao ni wa Mombasa ni Kaswida. Na wewe pia once in a while unatutupia. Yeah. Na zinaenda sana. Yeah. Tunakwama wapi? We have very good Kaswida artists, Brother Nasir, wale Team Brothers, kina Abubakar, wako wengi ambao wanafanya Kaswida. Yes. Ambao mimi naamini ni muziki wetu sisi, lakini pia hauendi. Yeah. Okay, kuna sababu kadhaa. Sababu ya kwanza hatuna sehemu nyingi za ku-airplay Kaswida. Tuko na sehemu za kuhesabu tu. Labda ni redio 1 au redio 2 ambazo watu wa Kaswida Kenya nzima wanazitegemea. That is number 1. Number 2, wasanii wanafaa kuimba nyimbo za kijamii ambazo zina relate na religious side. Mbona watu wa gospel washajua watu wanataka motivation, wanapiga motivation. Washajua hapa watu wanataka yani nyimbo za kuwapa watu matumaini, nyimbo za kuimba kuonyesha huyu ametoka kwenye kuteswa, kwenye kunyanyaswa, inspiration. Sisi hatuna nyimbo hizo. Sisi tukishaimba ya Rasulullah tumeenda huku kwa yani tuko monotonous through ideas. So tunafaa tufungue ideas. Watanzania wanatushinda, kuna kasida za albino, kuna sijui kasida za nini. So nakuta zile zinasikilizwa sana kwa sababu sisi ni kama akili ya wasanii wetu ina focus zaidi na the little fan base they got. Shona? So wanatakiwa fikirie the bigger picture kwamba wanachokiimba wao kinafaa kusikilizwa na Mkristo, Muislamu, Muhindi, nani. Cause dini haikuja
kutulimit sisi, ina mafundisho mengi, jinsi ya kuishi na jirani. Imba kuhusu jirani unatakiwa uishi naye vipi. Imba kuhusu unakuta nyimbo ni hizo, so yatima, harusi, ya Rasulallah, sijui nini. Tuko hapo hapo, tunafaa kujifungua. Idea ni kubwa sana. Kuna nyimbo ya kusifia mji. Waarabu wenyewe wanasifia miji yao. Sisi hatuna kasida, mtu anaimba kasida anasifia mji wake, au kasida kuzungumzia historia ya manyanyaso mtu anavyoyapata, alafu anakuja kupata nguvu kupitia kuomba Mungu na nini. So I think watu wanatakiwa waitouch hiyo sehemu ili mguse kila mtu, ndio ipate mashabiki wengi, watadimandi hizo kazi zao, na ifungue milango ya shows, ifungue fursa za na wao collaborate na sehemu nyingi ambazo zitakuwa na faida na wao. Kingine ndo hivyo wanalia hawana kitu. Mtu atakwenda ataka kuproduce kasida, akwambia bana, mimi sina kitu, mimi nisaidie bana, fisabilillah. Huwezi kusaidiwa, mkono mtupu haulambwi. Shaona, jaribu kutafuta kuwekeza hata kile kiasi kidogo, uende bana, producer, mimi nimepata kiasi hiki hapa bana, nifanyie kitu fulani. Alafu ukiangalia videos ziko quality ya chini, audio hivyo ni maproducer wachache sana wana uwezo wa kutengeneza na kuproduce zile kasida. Wengi sana ni watu ambao hawana knowledge hiyo. Utakuta wengi mimi wananifuata mimi, so ukiangalia mimi siwezi kufanya vitu vyote hivi kwa wakati mmoja. Nipo mmoja mimi peke yangu. Ndio maana natamani tupate hata maproducer wengine ambao watatengeneza kazi hizi, lakini hakuna maproducer. Nadhani ni kwa sababu wanaona haina biashara, ndio maana watu hawataki kujiinvolve na hii. So mimi nadhani kwanza tupate sehemu nyingi sana za kupromote muziki, kupata airplay. Pili, watu waimbe maudhui ya kijamii sana, wa prioritize, kwa sababu kwenye radio hizi kasida ni mpaka Ramadhani au mpaka siku ya Ijumaa au mpaka siku ya Idi. So tuondoe hiyo, zinatakiwa ziplayiwe katikati ya vipindi vingine. Alafu pia tunaishi sasa hivi kwenye mji ambao umegawanyika mara mbili. Kuna watu wanapenda ngoma, kuna watu wanapenda nashid peke yake, kuna watu wanawapenda watu hawa, wengine hawapendi watu hawa. Nadhani tukishaelewa hii problem na vitu gani vinatakiwa kufanya ili watu wafike kwenye ile level, then mpaka watu watakuja kwenye mashow. Mimi nadhani kama watu wanaenda kuna madogo ambao wanaandaa matamasha ya kasida na watu wana attend. Wapo. So kama watu wapo wanasubiri event kama hizi zije, nadhani ni sisi tutengeneze maudhui ya kuwafanya watu wapende, then itatengeneza biashara kubwa zaidi ya kasida na watu watanufaika nayo. Bila shaka nafikiri tumepata madini mengi sana. Part 1 tumefahamu historia, part 2 tumefahamu pia changamoto zilizoko katika industry yetu, lakini pia na suluhisho. Tumepewa pia suluhisho kama tunataka kupiga hatua, tufanye nini, tuende vipi, na ni kote kwa both investors wa muziki, wasanii wenyewe, producers, lakini pia neno la mwisho pengine teacher kwa musicians, kwa investors na wadau tu wa muziki ambao wanakusikiza. Mimi neno kubwa sana ambalo nitawaambia wasanii kwamba wasikate tamaa, wasichoke, wajaribu kuwafuata watu, wasiwe waoga. Unajua wengi ni waoga. Unaweza nishakutana na watu kwenye spaces tofauti, ambao kuna spaces ambazo ziko na wasanii wao. Kuna wasanii ambao nishakutana nao kwenye workshop tofauti, wanashangaa kuona kwamba kumbe wewe unaweza kufika mpaka kwenye maeneo yao, au wewe unaweza kuengage na wao.
pengine labda huko walikuwa wakiambiana bana, yule ana maringo, yule nini nini, kwa sababu ukishajiwekea kizuizi cha kutomfikia yule mtu ambaye unaitamani kufanya naye kazi, hautawahi kufanikisha ndoto zako. Kuna vitu utavikosa. Waswahili wanakuambia ukimwonea haya mke ndugu hutazaa naye. So nadhani kwanza watu wanatakiwa waondoe vizuizi hivyo, wajaribu kuwafikia watu ambao wanaotamani kuwafikia, na wafunguke, wajieleze. Huenda ikawa kuna kitu unacho wewe, mimi nikikielewa na nikikifanyia kazi kwa ushirikiano wangu mimi na wewe, tunaweza tukazalisha kitu kikubwa sana. Kingine, watu wajitahidi kujifunza namna ya kuelewa mitandao inavyofanya kazi katika mfumo wa kupromote, mfumo wa kutumia mitandao ya kijamii au mitandao ya kidijitali katika swala zima la kuangalia njia ya kipato. Kuna pesa nyingi pale sana ambazo si tunaambiwa zipo zimekaa zinaelea tu, ambazo zinafaa kulipwa wasanii. Tukisema tutegemee sijui hawa sijui ma MCSK sijui nani, tutakufa maskini. Na tumeona kwamba ni pesa nyingi sana zimekuwa watu hawazipati kihaki zaidi. So na watu hawataki kuelimishana njia ya kupata kipato kupitia masuala haya ya kisanaa na mziki. So tujifunze kusoma, tuondoe uvivu, tuwafate wataalamu, tuattend hizi workshop tofauti tunavyoziona zinatangazwa, watu wapate kuelewa masuala ya kisheria, masuala ya kimapato, masuala ya njia ya kujifanyia matangazo, kuitangaza biashara, kwa sababu huwezi kupata mfano kama Berry Black, kama ulivyoniambia umefurahi kuziona kazi zake kwenye digital platform. Ni kitu ambacho sisi tumeona tumfanyie. End of the day, just last week amepata more than $200 kwa sababu tu ya streaming tu na downloads na nini. Imagine hata si mtu wa kusema ana push sana content na nini, ati anajitengeneza, zinaenda tu zenyewe. Watu vile kuzitumia, kujiposti, kufanya ma challenge na nini, $200 in less than 2 months. So kuna pesa nyingi sana watu wanaikosa, wanataka watu wajifunze. So wasiogope kuwafuata watu, waelimishwe, waelewe, wajue haki zao na mifumo na misingi ya kisanaa ambayo inaweza kuwanufaisha. Na cha mwisho zaidi ni wasiogope kucollaborate na watu kufanya kazi. Collaboration ni kitu inaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna mtu anaweza kawa anaogopa, mimi naogopa kufanya kazi na mtu fulani. Hiyo ni kitu ambayo mimi nimeona ya kipuuzi sana. Kwa nini wasanii wa Kibongo wanaenda wanafanya ma collaboration na wasanii wa Nairobi? Inashindikana nini hapa? Shawn, umesikia mtu fulani yupo sehemu fulani, nenda jisogeze pale, yule msanii aone umehudhuria kwenye show yake, then ongeeni, engage. Juana na meneja wake, jua misingi na taratibu zake ni namna gani unafaa kufanya naye kazi. So tutakuta hapa tutaona visanii kibao vya nje ya nchi vinakuja hapa na kupiga show, vinachukua pesa, vinaondoka. Hatuoni akikollaborate na mtu mwingine yoyote. Atoke msanii mwingine ajaimbe Mombasa, aondoke, achukue hela yake aende zake. Kwa nini useme kwa mabana, sikiliza wewe umeimba kuhusu Mombasa, mimi hiyo nataka hiyo remix ya Mombasa, mimi ni msanii wa Mombasa, nataka kuimba na wewe remix ya hii nyimbo ya Mombasa. Taratibu ziko vipi? Tunafaa kufanya nini na nini na nini? Hatufai kila siku kuwanyoshea watu vidole kama sisi wenyewe tumetengeneza uzito wa wa kutowafuata watu kwenda kushirikiana nao. Tunabaki tu lawama. Mimi zile lawama nishachoka kuziona. Nataka kuona action. Shaona, mimi ukinilaumu mimi utanilaumu mpaka utachoka. Lakini mimi nakusikiliza wewe. Hakuna siku ambayo mimi utanifuata, Shirko nataka tufanye kazi, nikwambie sitaki kufanya kazi na wewe. Sijawahi kumwambia msanii yoyote hivyo. So usikae peke yako chumbani umejifungia eti ukiscroll pale namba Shirko hapa nikimpigia hatopokea simu, au ataniambia sitaki kufanya kazi naye.
huo ni ujinga na ni upuuzi wa hali ya juu. So tuondoe huo uoga. Shukran sana, you've heard it from the legend himself, producer Shirko. Na nafikiri kwa kumalizia tumetuambia jiongeze, jisogeze. Mimi nimejisogeza na leo producer Shirko huyo hapo. Yes. Kwa hivyo ni uko nje pia, kama wewe ni msanii, wewe ni producer, wewe ni investor wa muziki, tuache kila mtu kufanya kazi peke yake. Tuache kila mtu kukaa ndani akalaumu. Tuache kila mtu kusema haiwezekani. Jaribu, it costs nothing to try. Wenyewe wanasema try and fail but don't fail to try. Kwa hivyo ndio hicho ambacho tunakitoa kwa siku ya leo. Please subscribe Chanja by Semabox Mombasa. Mengi mazuri yanakuja yenye madini kama haya. Umekuwa na mimi maskini wa pesa, tajiri wa maneno, Malenga 001.